Na ikiwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka eneo la Gusiland, mahali ambapo viongozi wa kaunti ya Kisii na Nyamira wamekutana katika mkahawa mmoja jijini Nairobi kujadili masuala ambayo yanawakumba jamii hiyo ya Abagusi. Swala moja ambalo lilijadiliwa ni ikiwemo vita vya mpaka wa Transmara ambavyo vimeclaim na kuchukua maisha ya watu 4, huku pia wakazungumza kuhusu umoja wa jamii hiyo ya Omogusi. Geographical jurisdiction, as I've said, between the Gusii and Transmara. The leadership of this forum has discussed intensively on ways we can be able to curb that. You will realize that some of the leaders are not here because we decided to share responsibilities. The governors are not here because they are handling that matter between the Transmara and Kisii. The Kisii governor, the Nyamira governor, the Narok governor are currently holding a meeting with the people within the border region, in Nyamaya, in Mosocho, in South Mogrango, in Kenyenya, in Bomachoge, Borabu. And then the leadership of these other parts are also discussing, and after, of course, here we are going to meet with the Minister for Interior as they quell the calm, they seek to cool the tension within the borders. We're also seeking for better ways to perhaps seek a restitution on the affected families, because some of our subjects have passed on, others are in hospitals. So we want to implore on government, and that is why this meeting is very vital, to perhaps seek for restitution structures. Could be paying the hospital bills, paying for burial expenses. Na kaunti ya Murang'a ni baadhi ya kaunti ambazo zimepiga hatua zaidi kuhusu mpango wa kuajiri vijana. Hii ni baada ya zaidi vijana 300 kufuzu katika masomo ya kiufundi na vile kupata ufadhili wa shilingi 15,000 ili kuanzisha biashara katika maeneo tofauti mwa kaunti hiyo. Baadhi ya viongozi ambao walihudhuria hafla hiyo ni ikiwemo gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na vile aliyekuwa jaji mkuu ambaye ni Justice Maraga. Ni viongozi ambao walihudhuria wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Irungu Kang'ata. Kila mwaka muwe na graduates 2,000 to 5,000. Ukihesabu hizo kaunti zote mara 2 kwa mwaka, na waweze tuseme hata kama tuseme ni 50% ambao watafaulu kuanzisha biashara zao, I believe this country would be halfway to tackling the unemployment program in Kenya. Those who are in leadership have to remember that their responsibility lies in strengthening the citizens of Kenya. This is what this program of Murang'a Youth Service aims at doing. Del Monte Limited ilipatia county takriban eka 1,400, na kwa hivi sasa there are 3 projects ambazo zinaendelea hapo. 1, tukapatia hiyo land export processing zone ili industries ziwe established there ambazo zitakuwa zinafanya exporting. We think once completed, thousands of jobs will be created in our EPZ. Na baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wamejitokeza wakimwomba kinara wao Raila Odinga kutimiza baadhi ya ahadi ambazo alipeana mwaka wa 2022 wakati ambapo alikuwa anapiga kampeni, huku wakisema kwamba baadhi yazo ni kupeana shilingi 6,000 kwa wale wa Kenya ambao wana mapato ya chini, huku pia akisema kwamba elimu iwe ya bure. Tunaomba pia ile sasa 6,600 iliyosemekana baba aliyosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa. Tuanze kuona ile 6,000 kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawajiwezi. Alafu na kitu chengine ambacho tunaomba ni kuwa ile elimu ya bure iliyoahidiwa iwe ipatikane kutoka nursery mpaka university. Na tuna imani ya kwamba yale yote ambayo ameyataka kuyafanya kwa miaka yote katika hiki kipindi cha miaka 2 ambapo muungano huu utakuwa yatatekelezwa. Tunashukuru, ni hatua moja. Sasa Kenya ni iendelee, vijana tupate ajira, vijana tushughulishwe kwa miradi tofauti, hata huku nyanjani kukija miradi pia sisi venye ODM sasa hii inashirikiana na serikali, nafikiri tutapata nafasi.
Na tukimalizia ni kwamba baadhi ya wandani wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wamelalamika kuhusu vile ambavyo Rais Ruto amewatenga na kuwanyang'anya nyadhifa katika kamati mbalimbali katika bunge la kitaifa. Wakizungumza katika kaunti ya Kajiado, wamesema kwamba Ruto si kiongozi ambaye anawaunganisha Wakenya bali anawatenganisha. Vitu ambazo mnafanya kupitia kifua, kupitia kuvuruga, because you are just able to get numbers, you want to get the deputy president out, you want to get his allies out of office. Hatuko tunalazimisha kukaa kwa hizo kamati, lakini kati ya demands tutoeni kisheria, niandikie barua, accord me a hearing, understanding orders, plus. Na mimi sikuwa na shida. Hiyo kamati ilikuwa imenichokesha sana. Mimi nilikuwa kwa kamati kubwa kulingana na utaalamu wangu. Sasa nimepelekwa zile kamati za kupika na mambo kama hiyo. Sasa wametufuata, wanataka kumaliza ligi G, alafu sasa wamalize jeshi yake. Rais Ruto anakuambia sisi hatuko na wewe. Kama Kajiado umetuambia utatupatia Amboseli. Amboseli bado tunangoja 1-2 years now down the line. Uongo bado tunahesabu. Ndio hii Kitengela umesema utaweka siwa na maji within 2 years. Bado tunangojea. William Ruto has no moral authority to talk about the unity of Kenyans. He has broken his own house. He has chased away his political wife, that is Rigathi, na watoto wake sisi. Huwezi kutupa bibi na watoto halafu unaenda kusema kwamba unaunganisha na nini nyumba ya jirani. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika biashara ni kwamba katibu mkuu wa idara ya jimbo ya huduma ya matibabu Bwana Kimtai ameshangaza wabunge. Ini baada ya kufichua kwamba wizara hiyo ya afya inahitaji milioni 500 ili kufanikisha malipo ya usafiri wa kigeni na vile ada ya malipo ya kisheria katika mwaka wa 2024-2025. Na katika habari nyingine ni kwamba hazina ya kitaifa ndiyo yenye hisa kubwa katika shirika la ndege la Kenya Airways ikiwa na asilimia 48.9. Na wanahisa wengine wakubwa katika shirika hilo la ndege la Kenya Airways ni pamoja na Kenya Airways Lenders Company 2027 Limited ikiwa na asilimia 38.1, KLM Royal Dutch Airline ikiwa na asilimia 7.8 na Kenya Airways Employee Share Ownership Scheme ikiwa na asilimia 2.4, huku Standard Chartered Nominee Limited ikifuatia kwa asilimia 0.5 na wekezaji wengineo. Na mtakomea hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.